Kwanza kabisa kwa heshima na taadhima, kabla hujatufahamisha kwamba tunaenda kuzungumzia kitu gani, tuko na mgeni hapa ndani. Karibu sana ndugu yetu na ujisikie uko nyumbani kwa mara ya kwanza. Asante sana. Karibu sana. Kwa utambulisho. Kwa majina yangu naitwa Samson Frederick. Okay. Ni mwalimu wa mambo mbalimbali ya kijamii, saikolojia, biashara, malezi bora ya watoto. Pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Tafadhali tunaomba usogelee kipaza. Sawa. Hapo tutakupata vizuri, yes. Sasa. Kwa majina yangu naitwa Samson Frederick. Kama nilivyowaambia, mimi ni mwalimu wa mambo mbalimbali ya kijamii, saikolojia, biashara, malezi bora ya watoto. Pia ni mwalimu wa neno la Mungu pia. Okay, karibu sana. Yaani full nondo tunazipata hapa. Leo tume kwa sababu sisi si afya na saikolojia. Ametaja hapo masuala ya saikolojia na kwenye saikolojia ipo pia kwenye jamii. Ukitaka sijui malezi ya mtoto yapo kwenye jamii. Kwa hiyo leo yale madini ambayo tunakuwa tunachimba kwenye kipindi cha afya na saikolojia, leo tunachimba zaidi na zaidi. Karibu sana bana. Asante sana. Ujisikie huko nyumbani, sisi tuko hapa tunahitaji madini kutoka kwenu bana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Tunategemeana. Tegemea. Haya, sawa. Mada mezani ambayo tutakao tukizungumzia leo. Mada ambayo tuko nao leo, tulianza na chuki ya nini pale. Sasa ni mambo gani yanaweza au unaweza kuyafanya wewe mtu ukajikuta tu unachukiwa yani bila sababu, bila sababu yote tu Biblia mimi nakuchukia. Yani kuna mambo fulani ambayo utayafanya yanaweza kufanya ukachukiwa bila sababu. Hayo mambo yenyewe ni mambo gani? Tutakuwa na mtaalamu hapa atazungumza kwa undani. Samson Frederick atazungumza kiundani. Sasa kabla Juliana Bonimweteka jiuliza chuki ya nini, si ndio? Sasa mimi naomba nimuulize Mr. Samson, chuki ni nini? Tuanzie hapa. Kabla tujaenda kuangalia mambo matano ambayo siku ya leo taenda kufahamu kwa nini baadhi ya watu wanatuchukia bila sababu tu. Chuki, ile neno chuki ile ni nini ile? Tunapozungumzia chuki, tunamaanisha ni hali ya kutopenda. Inaweza ikawa kitu au mtu. Ndio. Kwa hiyo chuki ni hali ya kutopenda. Yaani ni hali ya kutopenda either kitu au mtu au tabia au jambo fulani. Okay, kwa hiyo kama mimi sipendi ugali, inamaanisha nimeuchukia ugali. Au ni kwamba nimeudharau? Sio nimeudharau ugali. Unakuwa umeuchukia ugali. Kama upendi, maana yake umeuchukia. Kipaza kipo mbali ndugu. Sawa. Kwa hiyo sasa hapa Juliana nimekumbuka kitu kimoja kabla jienda kwenye yale mambo matano ambayo tumeandaliwa na mtaalamu hapa. Unajua kuna neno chuki, kuna neno dharau, kuna neno mtu anaweza kawa amekashifiwa, yani sio amekashifiwa, anarekebishwa lakini akaichukulia kama amechukiwa au amejibiwa, amesemwa vibaya. Hivi kuna tofauti gani kati ya hizi mambo? Chuki, dharau, kusemwa vibaya yani? Kama nilivyosema, tunapozungumzia chuki ni ile hali ya kutopenda kitu fulani au jambo fulani au tabia fulani. Lakini tunapozungumzia kudharau ni ile hali ya kutoonyesha thamani katika jambo fulani au kwa mtu fulani. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kati ya chuki na kudharau. Okay. Yes. Umesikia Juliana? Haya. Message sent kwa msikilizaji kwa sasa na ambaye anatusikiliza. Lakini hata wewe pia message sent. Mimi nimefika deliver kabisa. Nimedeliver. Haya. Sasa kulingana na mada ambayo tuko nayo siku hii ya leo, mwalimu Frederick, hebu tuanze sasa kuangalia mambo matano ambayo yanafanya watu watuchukie bila sababu yoyote. Wakati huo msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako, utuambie na wewe unafikiri ni kwa nini watu wanatuchukia, au wewe ni kwa nini watu wanakuchukia. Ila japo kuna tofauti. Mwingine ashapewaga kibali cha kupendwa tu. Hujawahi kutana? Mtaalamu?
Kuna ukweli wa jambo hili? Maana kumbe kuna mtu kapewa kibali cha kupendwa tu na kuna mwingine kapewa kibali cha kuchukiwa tu au? Hapo naweza nikawa kidogo tofauti. Katika utangulizi ambao nilikuwa natamani ni uzungumzie ni kwamba ndio, hakuna mtu duniani anapendwa na watu wote. Baadhi wachache. Hakuna mtu duniani anapendwa na watu wote. Hata kama ukiwa unafanya mema kwa 100%, bado watatokea watu watakuchukia tu. Kwa hiyo hakuna mtu duniani ambaye anapendwa na kila mtu. Hapa tunapozungumza kuna watu mashuhuri ambao duniani walivuma kwa majina makubwa, yes. Lakini hata hawa hawakupendwa na watu wote. Kwa mfano naweza nikatoa mfano, kwa mfano Mtume Muhammad. Hapa tunapozungumza sasa hivi kuna watu wanamkubali Mtume Muhammad, lakini wengine wanaosikiliza hapa kuna watu hawamkubali na amefanya makubwa, hawamkubali. Na kuna huyo Yesu Kristo. Yesu Kristo nafikiri kila mmoja ameshawahi kusikia hili jina. Yes. Ni mtu mkubwa mashuhuri, lakini kuna watu wanamkubali Yesu na kuna wengine hawamkubali hata hapa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akapendwa na kila mtu. Kila mtu unaweza ukapendwa na watu wengi kwa sababu ya jambo fulani. Kwa sababu ya jambo fulani, lakini hii haimaanishi moja kwa moja kwamba utapendwa na wote. Hapa ninapozungumza hata Mungu wa mbinguni apendwi na kila mtu. Hivi umesha kusikia kwamba kuna watu ambao wanasema Mungu hayupo duniani? Mungu hayupo kabisa. Wapo. Yes. Sisi tunaamini Mungu yupo, lakini wapo hata Tanzania hapa wapo watu ambao wanaamini kwamba Mungu hayupo. God is not existing. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akapendwa na kila mtu. Yes. Haya, sawa. Sasa tuende kwenye jambo letu yale mambo matano sasa. Tuanze na jambo la kwanza. Jambo la kwanza bwana, unaweza ukajikuta unachukiwa bila sababu yoyote, bila kosa. Haujafanya kosa. Nafikiri umeshawahi kuona unajikuta unachukiwa, unasemwa vibaya, watu hawakupendi, unajikuta mtu ananuna akikuona, lakini ukiangalia ni wapi ambapo umemkosea, wapi ambapo yamkini anaweza akawa na sababu ya kufanya akuchukie. Unatafuta huku na huku, unajikuta unakosa umefanya nini mpaka akuchukie. Sasa leo yapo mambo kadha wa kadha ambayo tunaenda kuyaangalia, ambayo ukiyafanya automatically moja kwa moja unaweza ukajikuta watu wanakuchukia pasipo kuwa na sababu yote. Jambo la kwanza, ukiwa na ndoto kubwa na kuanza kuwaambia watu ukiwa na ndoto kubwa, ukawa na maono makubwa, ukawa na mipango mikubwa, ukaanza kuwashirikisha watu, unamuona huyu unamshirikisha, unamuona huyu unamshirikisha, utajikuta unachukiwa na watu. Kwa maana hiyo kwamba haturuhusiwi kushirikisha kabla halijatimia. Yes, ni vizuri sana. Tunashauri kwamba ni vizuri sana unapokuwa na maono makubwa, unapokuwa na ndoto kubwa, unapokuwa na mipango mikubwa, usianze kuitoa kabla mambo hayajaiva. Okay. Ni vizuri kwanza kuhakikisha unahakikisha mambo yanaiva, yes. Alafu baadaye katika ile hatua ya mwisho mambo yanakwenda kutokea, ndo angalau unaweza ukawashirikisha wale watu wa muhimu, na sio kila mtu wa kumshirikisha pia. Lakini hapo Mr. Samson, kuna mtu anahitaji labda let's say mimi nataka na jambo langu ambalo ni la mipango ambalo kitiki ni jambo kubwa, lakini sasa ili liweze kutiki nahitaji nipate ushauri kwa watu tofauti. Labda nasema Juliana, na jambo langu 1 2 3. Mr. Samson, na jambo langu 1 2 3. Hii ni itakuwa ni nzuri kwenye afya hilo swala langu ambalo nataka nilifanye, au baya? Kwa sababu sinataka nijifunze kupitia hawa watu ambao nimewatarget kwamba bwana Juliana, nataka ninunue gari 2 za kwenda mkoani. Mr. Simon, pia nataka ninunue gari 2 za kwenda mkoani. Hili swala la kumshirikisha mtu kwa maana ya kutaka nipate experience yake itakuwa ni mbaya? Inategemeana unamshirikisha nani na wakati upi na kwa kusudi gani. Ndio. Kwa hivyo vyote vinategemeana. Vinategemeana.
kwa sababu usipokuwa makini, watu wengi wamejikuta wako kwenye machozi, wanalia, wanaumia kwa sababu waliwaamini baadhi ya watu, wakawasogeza karibu, wakawaambia mambo yao, mipango yao, ndoto zao, lakini mwisho wa siku hawa waliosogezwa karibu wakawa sehemu ya kuwa kwazo kwenye maisha yao. Ndio. Kwa hiyo sio vibaya kushirikisha mtu, lakini you have to be selective. Unatakiwa uwe makini sana katika kuchagua nani wa kumshirikisha. Unabidi uwe makini kuchagua nani unamshirikisha. Unamshirikisha wakati gani, kwa dhumuni lipi, na kwa malengo gani. Haina maana kwamba usishirikishe moja kwa moja, lakini wakati mwingine unabidi utulie, uwe makini, uchague wa kushirikisha na uangalie muda, kwa sababu unaweza kukuta mtu ana mpango labda wa kwenda Marekani. Amepokea tu mwaliko wa kwenda Marekani. Haja apply visa. Hana hata passport. Ameshaaga bibi, ameshaaga babu, wajomba, kaka, mashangazi, ameshaaga. Yaani kifupi kijiji kizima. Jamani, kijiji kizima na sherehe ya kumuaga, jamani mwenzetu anakwenda Marekani. Kumbe hata passport ana invitation letter. Alafu anakwenda ubalozi, anaambiwa bwana, kutokana na vigezo na masharti yetu tunaona hauna sifa ya kuingia Marekani. Unaona kinachotokea, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni vizuri kujipa muda. Unajua hata unapopanda mbegu inaingia chini, inapata muda wa kujitengeneza pale mpaka inapokuja kuota. Kuna process zilifanyika chini, ndani, chini. Kwa hiyo ni vizuri sana kuhakikisha kwamba tunakuwa makini. Unapokuwa na mipango mikubwa, unapokuwa na ndoto kubwa, unapokuwa na mambo makubwa unataka kuyafanya, uwe makini. Kwa mfano ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 37 na mstari wa 5, ndio tunaona habari ya mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Yusufu. Huyu aliota ndoto, na ukisoma hapa Biblia inasema ndugu zake Yusufu walimchukia baada ya kuona ana ndoto kubwa, mipango mikubwa. Unaona, ukisoma Biblia inasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Kumbe Yusufu alipoota ndoto, zile ndoto zilikuwa zinaonyesha Yusufu anakuwa ni mtu mkubwa, mwenye mafanikio makubwa, na ndugu zake wakawa hawapendi, na akumwambia mtu baki, akaenda kuwaambia ndugu zake. Tunapozungumzia ndugu, ni mtu wa karibu. Lakini bado hawakufurahi. Biblia inasema wakazidi kumchukia. Kumbe wakati mwingine unapokuwa na ndoto kubwa, unapokuwa na maono makubwa, mipango mikubwa, wakati mwingine unabidi uangalie hata ndugu. Baadhi ya ndugu sio kuwaambia, unatakiwa uhakikishe kwamba wanaona matokeo. Wasije kuanzia kwenye hatua ya kwanza kabisa. Ni vizuri wakati mwingine waone matokeo. Wasione process ile ya chini. Mwingine akiwa hapendi, ni rahisi kuivunja na kuivuruga. Kwa hiyo ni vizuri sana, kumbe hapo sasa ambacho kwamba nimekipata ni kwamba kuna wakati kumwamini sana. Yaani kuna baadhi ya watu wana uwezo wa kuamini sana ndugu kuliko watu baki. Kwa maana nikisema kwamba watu baki ambao sio marafiki ambao umekutana nao tu, kwa najua kabisa nikipeleka jambo langu labda kwa sistango fulani atanisaidia. Lakini ndio nikipeleka jambo langu kwa shangazi, kwa sababu ni shangazi, ni dadake na babangu, basi atanisaidia. Kumbe haya nambari kwenye kumbe hapo ishia hapo kwenye kumbe, tuende kwenye nambari. Sawa. Bana, sasa wakati tunaendelea, Mwalimu Samson yuko hapa ndani kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali. Hasa leo tumejikita katika mambo 5 ambayo yanafanya baadhi ya watu wachukiwe au tuchukiwe bila sababu katika jamii ambayo inatuzunguka, kwenye shughuli zetu, maybe kwenye kazi, kwenye biashara,
Ndio. Makanisani huko mambo yamekuwa ni mengi sana, mengi. Na japo kwenye Biblia imeandikwa kwamba nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa na zitakuwa ni nyakati za hatari. Haya, sisi tusiende huko kwa sababu tuko hapa. Au unaogopa kutishwa? Haya, kumbe nambari ya kutuma ujumbe mfupi kwa msikilizaji tafadhali. Sawa, nambari ni 0764086389. Tutumie ujumbe wako hapo, tutausoma sisi hapa ndani kwa sababu uzuri kabisa. Wewe tuma maoni yako, kama una swali, kama una experience ya kuchukiwa katika yale mambo ambayo atamention hapa Mwalimu Samson, basi wewe utatumia hapa bwana, utatupa kama ni ushuhuda wako kwamba nilichukiwa 1 2 3 4 5 na nikafanya ni 1 2 3 4 5. Kwa hiyo sasa, wakati unazungumza kuna jambo hapa nimelikumbuka kwa msikilizaji. Kwa msikilizaji una jambo ambalo unataka kujiuliza. Labda unashindwa kusema jina lako, sio mbaya. Ukatuma ujumbe wako, message ikafika kwa mwalimu. Yeye anashughulikia issue mbalimbali za nini? Mimi ni mwalimu ambaye ninafundisha mambo mbalimbali ya kijamii, ninafundisha mambo mbalimbali ya kisaikolojia, malezi bora ya watoto, lakini pia ninafundisha mambo mbalimbali ya biashara. Yes, neno la Mungu kwa ujumla. Okay, sawa. Sasa kama una jambo lako unatamani kuzungumza naye, yeye mwenyewe, tutakutajia nambari ya kumpata hapo baadaye, lakini kwa sasa unaweza ukashare na sisi kulingana na mada, ukatuma ujumbe wako, una jambo la kujiuliza, unahitaji kujibiwa kwa niaba pia ya msikilizaji mwingine ambaye hatapata nafasi ya kutuma ujumbe, basi utakuwa umetisha sana. Lakini pia mimi nizidi kukumbusha, afisa masoko yuko hapa, unatamani kutangaza na sisi, nambari ni 0689137813. Nimekutajia kwa uzuri kabisa, lakini pia pasi kusahau hapo baadaye nambari ya kupiga simu ni 0764254041. Nimetaja kwa uzuri kabisa. Uzuri kabisa na imesikika kwa uzuri kabisa. Kwa hapo baadaye nitakapo ruhusu simu basi, una jambo lako, una kitu chako cha kuchangia, basi utaelekeza simu yako kupitia nambari hiyo hapo. Sasa mtaalamu, tunaendelea, tuko jambo la kwanza. Au jambo la kwanza ushalimaliza, tunaendelea kupanda. Tunaweza tukaenda la pili. Sawa. Okay. Kwa sababu ya muda pia. Jambo la pili ambalo unaweza ukajikuta unachukiwa bila sababu ni ikiwa unapata kibali zaidi ya watu wengine. Inawezekana mko kazini, lakini wewe ukaonekana nyota yako inang'aa zaidi ya wengine. Bosi anakupenda. Zile safari za marupurupu zote unapewa wewe. Zile za padiem. Padiem zile unaangukiwa wewe. Mimi mshaniacha. Tukiwa off mic tutakuelekeza. Ndio, Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye umepata kibali, yani nyota yako inang'aa zaidi, umepata kibali zaidi ya wengine, watu wengi huwa hawapendi mafanikio ya wengine. Na hapa utata ndo ulipo. Wakati mwingine unaweza ukajikuta mambo yako yanakuendea vizuri. Umeolewa, unapata mtoto, maisha yako yanaanza kwenda vizuri, mambo yako yanaanza kunyookea. Sio watu wote duniani wanaweza wakapenda mafanikio ya watu wengine. Ndio. Ujue kwamba wewe umeolewa, kuna mtu ambaye anatafuta mume, hajawahi kupata mume, yani hata kuchumbiwa hajawahi. Sasa wewe umeolewa, ndani ya mwaka mmoja una watoto mapacha. Ndani ya mwaka huo Mungu amekujalia umejenga nyumba. Ndani ya mwaka huo una gari. Sasa hapo unanikumbusha Mwalimu Samson, kuna wakati unakuta japo ushuhuda ni mzuri kushuhudia hata makanisani, unakuta mtu amefanikiwa kama ulivyosema, anaenda kushuhudia. Lakini kama imani kweli haipo, kuna wengine waweza kukukorofisha. Ni kweli. Na wakati mwingine unabidi uangalie watu unaenda kuwashuhudia. Unatakiwa uwe makini sana hata katika kutoa ushuhuda wako, kwa sababu unaweza ukafikiri unawajenga watu wengine, kumbe wengine unatangaza vita pasipo sababu. Kuna mtu ajala siku 2 siku 3, wewe unaenda kushuhudia kwamba nimekula kuku, wengine wamebaki. Sisi tushikilie hapo tuendelee. Kwa hiyo unapokuwa umepata kibali,
yamkini unapendwa na mme wako, yamkini watoto wako wanafanya vizuri shuleni kuliko watoto wa wengine, kuna mambo yamekuendea vizuri, kuna watu hawapendi. Kwa hiyo unapokuwa umepata kibali, wakati mwingine kuna watu wanaweza wakainuka na kukuchukia. Na mfano upo katika Biblia, ukisoma ile Danieli 6 mstari wa 3 hadi wa 4, tunaona kuna mtumishi wa Mungu Danieli. Ukisoma hapo utaona kuna watu walianza kumchukia Danieli baada ya Danieli kupata kibali kwa mfalme. Kwa sababu Danieli alianza kupata kibali, akaanza kuinuliwa na mfalme. Mfalme akaanza kumweka karibu. Kuna watu ambao walikuwa kwenye serikali ile wako pamoja, lakini wakaanza kuona vibaya. Labda ngoja tusome ile andiko. Yes, ndio. Ukisoma Danieli 6 mstari wa 3 hadi wa 4, Biblia inasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Unaona, mfalme akakusudia kumweka juu ya ufalme wote kwa sababu alikuwa ni mtu bora, amepata kibali kwa mfalme. Ukisoma mstari wa 4, Biblia inasema, basi mawaziri wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa wala hatia ndani yake, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kwa hiyo unapokuwa umepata kibali, hata katika ngazi ya familia, unaweza kukuta labda baba anakupenda sana au anampenda mtoto fulani zaidi, au umepata kibali kwa wazazi, umepata kibali kwa mchungaji wako, umepata kibali kwa viongozi wako, umepata kibali kazini, umepata kibali. Sio wote, wakati mwingine unaweza ukashangaa kazini umepandishwa na umekuwa mfanyakazi bora wa mwaka. Wakati unashangilia kwamba umekuwa mfanyakazi bora wa mwaka, kuna watu wengine wanajiuliza kwa nini wewe na sio wao. Wanashindwa kujitafakari kwamba bana, huyu jamaa alikuwa anafika kazini on time, anafanya kazi au hata ananiliu. Tuchukulie hata mfano kwa madereva bodaboda, bajaji, unakuta mmoja anacholesha sana kuliko mwingine. Mwingine anasema huyu jamaa huyu sio bure anakamzizi. Tunaenda pale kwenye vimzizi, unasema bana huyu mganga yake mzuri. Hata kwa mfano nilioanza nao wa Yusufu, ukisoma Mwanzo 37 na mstari wa 4, Biblia inasema, ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia. Wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Sawa, kulingana na muda, ngoja tumkumbushe msikilizaji, kipindi hewani ni Afya na Saikolojia. Leo tuko na Mwalimu Samson kutoka hapa Mafinga, na tunayo mengi ya kuzungumza naye, na leo ndio tumemkaribisha mgeni wetu. Kwa hiyo wewe endelea kusalia na sisi ili uendelee kupata madini mbalimbali kutoka kwake. Na kama ndio unawasha redio yako, ndio tuko kwenye jambo la pili. Lakini sasa Juliana, nikana tafakari, kwa sababu hii jambo la pili limezungumzia masuala ya kibali. Kama mtu umepata kibali sio ofisini, wapi watu wanaweza kaa ni sababu pia mojawapo ya wao kuchukia bila sababu. Kuna hili swala moja la mfano umepata kibali ofisini, kukaa kuna uvumi na maneno ya kwamba mtu fulani anatoka na bosi yule, ndio maana unafikiri bure. Yani, watu wangapi tumefika hapa ofisini, mbona tusemeshi, na mwingine anakuambia ni sasa mwaka wa 10, mtu kaja tu mwaka jana tu ajira mpya tayari kashakuwa mtu fulani hapa ofisini. Yeye ni nani? Anatoka naye yule. Kwa hiyo nimejifunza pia hilo. Kumbe kuna baadhi ya haya maneno uvumi haya inaweza kawa ni moja ya sababu pia ya chuki. Ndio, tuendelee na jambo la 3. Jambo la 3 ambalo unaweza ukalifanya au ukawa nalo likakusababishia uchukiwe yani bila sababu, bwana, ni kuwa maskini. Ukiwa maskini ukiwa maskini bwana, ndio bwana, unaweza. Mwalimu, umenipeleka mbali bwana, kuwa maskini. Sasa nikajua ukiwa maskini bwana, ukiwa maskini bwana, unajua ukiwa maskini umaskini ni mbaya sana. Umaskini ni mbaya sana. Mimi mwenyewe siupendi umaskini.
Unajua ukiwa maskini unakuwa ni mtu ambaye kwanza una marafiki wachache. Kwa kawaida matajiri huwa wana marafiki wengi. Lakini ukiwa maskini yani unajipunguzia kwanza idadi ya marafiki watakuwa wengi, na hata ukiangalia misiba ya matajiri si sawa na nacho, ni kweli sio sawa sana makapuku kabisa. Msiba unaambiwa bwana tunachinja ng'ombe 100 lakini maskini mbuzi 1. Hata huyo mbuzi ni kwa neema za Mwenyezi Mungu kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwalimu Samson kwa hiyo sasa unapokuwa maskini unaweza ukachukiwa na hata ndugu zako. Ukisoma Biblia katika Mithali 19 mstari wa 7, kulingana na muda tunaomba tumpe kifungu tu msikilizaji. Mithali 19 na mstari wa 7. Ukisoma hapo unaona ndugu zote wa maskini humchukia, jinsi gani rafiki zake uzidi kujitenga naye. Ndio. Huwafuata kwa maneno lakini wametoweka. Yaani unapokuwa maskini unakuwa ni kama mtu wa kujipendekeza kwa watu. Hakuna mtu mwenye time na wewe. Ndio. Lakini unapokuwa tajiri, hebu angalia hata nyumbani kwa tajiri. Wageni utaona mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, hata mwingine ambaye undugu ni wa mbali anakuambia huyu ndugu yangu bwana. Kwa sababu kuna kitu hapa ipo. Wewe angalia hata nyumba za matajiri zina ndugu, hata yule wa mbali kweli kweli, yani ukiangalia undugu ni wa mbali. Lakini kwa unapokuwa maskini, hata ukiangalia kwenye vikao, maskini akitoa wazo anaweza akatoa wazo hata kama ni pumba yani, hata kama ni wazo lenye mantiki, ni wazo zito, linaweza likachukuliwa kwa kawaida. Lakini tajiri nilikuwa nasema mtu tajiri hata akitoa wazo pumba kabisa ni moshi, yani linachukuliwa kwa uzito. Kwa hiyo unapokuwa maskini ni changamoto. Ngoja labda nitoe ili andiko pia. Ili andiko pia la Mithali 14 na mstari wa 20. Mithali 14 na mstari wa 20, Biblia inasema maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana marafiki wengi. Kumbe unapokuwa na chochote kitu hata kwa kawaida, hata unapotaka kuchumbia sasa hivi, unapotaka kumfuata mdada kwenye kuchumbia, unapokuwa na gari na maisha mazuri, na mwingine hata mlo wa asubuhi ya jara, chakula cha mchana hajui anakulaje, kuna utofauti. Kuna utofauti. Na siku hizo dada, siku hizo nakuuliza unasasampa haya komba sana. Wakati mwingine unapoenda kuoa unashangaa wako wanakuuliza unafanya kazi gani? Unafikiri wanatafuta nini pale? Wanataka kujua kuna chochote kitu. Kwa hiyo unapokuwa maskini unaweza usimkosee mtu yoyote, lakini kutokana na ile hali yako duni ya kiuchumi, kila mmoja asitamani kuwa na wewe, asitamani hata kupiga picha na wewe. Lakini ukiwa una chochote kitu, yani kila mmoja anatamani kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo maskini ni jambo la kupiga vita umaskini kwa hali na mali. Na katika kupiga vita kwenyewe ni kupambana, ni kufanya kazi. Sawa. Tumebakiza mambo mawili ili kumalizia. Sasa kwa wakati huu basi turuhusu simu ili tukirudi twende kumalizia mambo mawili na nyongeza kwa siku ya leo. Wakumbusha nambari ni 0764 25 40 41 0764 25 40 41. Piga simu yako kwa wakati huu. Wakati tunasubiria simu yako basi mimi nipite na ujumbe ambao tayari nimekwisha kutumiwa hapa. Lakini pia nambari ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi ni kupitia nambari ya 0. Umeanza na 0, mimi nasema 764086389. Swadata. Sasa moja kwa moja hapa kwanza mpaka umecheka, inamaanisha kuna kitu umekutana nacho kimekuchekesha. Hebu tuchekeshe sasa. Kimenichekesha tena kikanichekesha. Bana afisa masoko pande za Mdabulo. Ndio. Ikanga Kariakoo, sisi tumekupata kwa uzuri. Unajua kuteleza wakati mwingine kwenye maisha ni kawaida. Lakini sio mazoea. Au sio kila kitu, yani sio kila sio kila mara utateleza. Sasa tumsaishe msikilizaji pia. Wimbo ambao tumeanza nao ni wa Pasco Cassian.
Sawa, Pasco Cassian, yes. Haya, ujumbe huu hapa, huyu mwingine anasema hivi: mpenzi wangu ananichukia sana. Ananitukana na anamwambia eti sasa mimi nasoma kama alivyoandika. Mpenzi wangu ananichukia sana, ananitukana sana, eti nina sura mbaya na shepu mbaya. Naomba nisaidie msaikolojia, maana najisikia vibaya sana. Pana kupendwa kweli hapo? Atanas kutoka Kipaduka. Haya, sawa. Kwa hiyo analalamika kwamba mpenzi wake anamchukia sana na anamwambia ana sura mbaya na ana irregular shape. Sasa sijui ni regular shape au irregular shape. Hapo tunatakiwa tujiulize kwanza. Wakati mahusiano yanaanza, siku zote watu wanakuwa ni wenye furaha. Yes. Na wanaambiana maneno mazuri sana. Yaani siwezi kula bila kukuona kwenye glasi na maneno mazuri kama hayo. Mwanzoni wanaanza vizuri. Sidhani kama wakati wanaanza mahusiano aliambiwa hayo maneno. Kwa hiyo hapo kuna pande mbili. Either kuna changamoto kwa huyu ambaye anamwambia mwenzie, au kuna changamoto kwa huyu anayeambiwa. Sasa hapo maana kwamba kwa maana hiyo, baada ya kusomana kwamba huyu ni mtu wa namna hii, yes. Kumbe nilikuwa nafikiria hivi. Lakini wakati mwingine mabadiliko yapo kwa wenye mahusiano. Lakini wewe huna mahusiano? Itoshe kusema. Kwa hiyo hapo ni vizuri kujiuliza na kutafakari. Kwa nini wakati wanaanza mahusiano yalionekana yanaenda vizuri, lakini hapa katikati yale maneno mazuri ya mwanzo hayatamkwi tena, alafu anaanza kuambiwa ni mbaya, una sura mbaya. Kwa nini wakati wanaanza mtu si alikuwa ni yule mwenye sura ile mwenye shepu ile, lakini hapa katikati anaonekana ana sura mbaya, ana shepu mbaya. Kwa hapo inawezekana kukawa na changamoto imeinuka. Na amalizia swali la kusema kwamba je, kuna kupendwa kweli? Pia hapo nataka nizungumze kwanza pia. Hapo wakati mwingine inatokana, unajua tabia ya binadamu pia inabadilika. Tabia ya binadamu pia inabadilika. Alafu pia jinsi mnapokuwa kwenye mahusiano, jinsi mnavyoanza mahusiano na jinsi mnavyoendelea, wakati mwingine kuna ile hali ya kuzoeana. Tupe nondo hii. Kuna wakati wa kuzoeana na unaanza kumuona sasa mwenzako ni wa kawaida. Lakini mtu huyo ambaye wewe unamuona ni wa kawaida, mtu aliyepo nje anasema jamani, nitampata lini? Nitampataje? Kuna wakati mwingine unaweza ukaangalia kwamba huyu brother amepata mwanamke kweli mzuri kweli. Yaani wewe unaona kabisa yule mwanamke ni mzuri, lakini ukienda kwa huyu brother anamuona ni wa kawaida sana. Kuna hali ya kuzoeana pia katika mahusiano. Kwa hiyo mazoea wakati mwingine si mazuri. Inabidi tuhakikishe kila mmoja anasimama kwenye nafasi yake ili kuendelea kuboresha mahusiano. Sawa. Mamangu mkwe ananichukia bila sababu, hata mwanangu hataki kumshika. Hata nikimsalimia hajibu, lakini mwanae anasema aachane. Haya. Mama mkwe anamchukia mkwe pamoja na mtoto. Anachochea ili ndoa ivunjike. Sawa. Unajua unapoingia kwenye mahusiano unakuwa umeanza taasisi mpya. Na Biblia inasema hivi, utamwacha baba yako na mama yako. Kwanza hii iwe message sent kwa wazazi. Biblia inasema utamwacha baba yako na mama yako, utaambatana na mkeo. Umeona? Nanyi mtakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo mnapoingia kwenye ndoa, unawaacha baba, unamwacha baba, unamwacha mama, unaambatana na nani? Na mmeo au mkeo. Sasa unapokuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano, alafu hamwezi kufanya kitu mpaka baba au mama ndio aamue kuhusiana na stakabadhi ya ndoa yenu, hapo kuna changamoto kubwa sana. Haya, ya mwisho kwa sasa. Hii hapa
Huyo hapa anasema jamani, sisi wenye kipato cha chini tunachukiwa sana na ndugu, jamaa na majirani. Ndugu wakipata shida wanakwambia mwenyewe maskini, shida ikiisha huna maana tena. Binadamu tuache kudharauliana, maisha ni foleni. Na hapo ndo kamalizia vizuri, binadamu tuache kudharauliana, maisha ni foleni. Wa kwanza anakuwa wa mwisho na mwisho anakuwa wa kwanza. Tuanze tu kwenye jambo la sasa. Kabla tujaenda, hebu nimkumbushe msikilizaji nambari ya kupiga simu ni 0764 25 40 41, 0764 25 40 41. Sasa na kuna namna na saizi ni saa 11:45. Tuna dakika chache sana, dakika 15 ya kuendelea kupata madini kutoka kwa Mwalimu Samson Fredrick ambaye ni mtaalamu wa mambo ya kijamii tofauti tofauti, biashara, saikolojia, malezi ya watoto pamoja na pia neno la Mungu. Kitaka kulipata hapa kwake unalipata. Sasa hebu tufanye hivi, tupokee simu. Tukirudi leo tutatoa tu simu moja kwa sababu ya muda. Muda ni tuwape mbili. Sawa. Kuna huyu hapa anapiga simu, ndugu yetu. Kwenye line ya simu. Halo. Naam. Habari ya saizi? Salama kabisa. Hapa unaongea na Robert Kibiki kutoka Itutuli hapa Mfindi, barabara mstaarabu sana, hata Kibiki hapa Robert. Okay, karibu sana. Asante bwana. Asa nini bwana? Ndio. Mada yangu hapo naona nimewasikiza sana toka mnaanza hicho kipindi, kinaelimisha sana. Sasa mimi niko hapa kusema hivi. Ndio. Kwenye mambo haya labda mtu anakuwa labda kuna mmoja amefanikiwa, alafu mmoja unakuwa labda mimi maskini. Kwa hiyo hapo nachokiona mimi hapo. Ndio. Changamoto zinapokuja inabidi mheshimu kila mtu. Kwa hiyo tuheshimiane yani. Yaani hapo tuheshimiane wote yani. Heshima inaanza na wewe pia. Sawa, karibu sana Robert. Asante. Hapa na chala ni Robert kutoka Itutuli hapa Mfindi. Okay, wasalimie wote hapo. Shukrani sana, uwe na jioni njema, endelea kutegea sikio 107.3 Mufindi FM. Asante, nashukuru sana dada. Haya. Jambo la 4. Jambo la 4. Ndio. Ukiwa msema kweli. Ukiwa msema kweli. Mimi unanifunga. Sasa tuseme uongo. Jamani tunasali lakini. Yaani kwamba hapa ukiwa unapiga spana. Ukiwa unanyoosha maelezo. Kanisani. Mwalimu Samson, kanisani unafundisha Biblia. Yes. Kanisani pia. Unasema useme uongo? Mimi simaanishi kwamba useme uongo ili upendwe na wengi. Maana yangu ni kwamba unaweza ukachukiwa bila sababu, kwa sababu ya yani unachukiwa bila kosa kwa sababu wewe ni msema kweli. Yes. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye unasema ukweli kama ulivyo, watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Unajua mtu anapokuwa anakosea au amefanya kosa, unapoenda kumwambia ukweli, ni wachache sana ambao wanaweza akaupokea ule ukweli na kuugeuza kuwa chachu ya mafanikio yao. Yes. Lakini wengi wao wanaona kwamba unawadhalilisha, unawashusha, na badala yake na wanageuka kuwa maadui badala ya kuchukua ile jambo ambalo umemwambia na kupiga hatua mbele. Kwa hiyo unapokuwa msema ukweli, wengi watakuchukia, na Waswahili wanasema ukweli unauma. Ni kweli. Unapomwambiwa zaidi ya kidonda. Ukiambiwa wewe ni malaya, acha umalaya. Hapo hivi mimi una uhakika? Shainiona? Acha nini? Acha ulevi, acha kunywa pombe. Acha pombe. Wewe ni cha pombe, acha pombe. Acha pombe basi. Mtu kosa angalia kwamba kweli ni mlevi, aachane na ulevi, lakini anaanza kwanza wewe ni nani? Unaniambia kama nani? Mbona unanifuatilia? Unanipa? Wewe ndio unanilipia hela. Nilikuwa namaanisha. Kwa hiyo unakuta unapokuwa unasema ukweli, unakuwa ni mtu unayechukiwa. Hata wewe nikwambia bwana brother punguza uongo, wewe ni muongo, au brother wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Ukidirect hivyo na feel kweli naweza kukubali, lakini lakini utakuta tunamchukia aliyokuambia ukweli. Hapo hii swala ambalo analizungumza ni swala ambalo tunaishi sana kwenye jamii zetu, kwa sababu ukimwambia mama fulani bwana acha kamdomo,
mdomo katatuponza. Kwanzia siku hiyo utakaomwambia unajikuta tu akusalimii. Ananuna. Yani sawa. Ili swala la kusema kweli hili. Ili hata mwenyewe na experience nao tutazungumza siku nyingine. Au tutazungumza off mic. Hata kuna msemo unasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Maana yake binadamu ni wachache hapa. Sasa mimi hapo tu Mwalimu Samson. Mimi umeshanichanganya. Haya. Mimi nipo kanisani nasari. Natakiwa kusema ukweli. Ndio. Kwenye jamii iwe kazini. Yes. Sasa kwenye shughuli zetu za kila siku. Lazima niwe mkweli. Ndio. Si ndio? Ni lazima uwe mkweli. Haya. Sasa namna gani sasa naweza kuishi nao wa watu? Na kama au tuweke hiyo ya mwisho tumalize kwanza. Tutaiweka hiyo mwishoni kwa maana ya hebu tufunge kwanza ya kuja kufunga kwa mjadala kwa jambo la 5. Sawa. Jambo la 5. Jambo la 5, ukiwa mwadilifu katikati ya waovu. Unapokuwa mwadilifu katikati ya waovu, watu hawatakupenda. Kwa mfano mpo kazini, mpo kwenye kazi, mnafanya kazi, labda katika watu ambao mnafanya nao kazi wanataka kupiga hela za rushwa. Labda kuna milioni 200. Wao wanataka wachukue 150. Alafu sasa wakiangalia kikwazo ni wewe. Wewe hautaki rushwa, hautaki mambo mengi, unasema wewe ni mwadilifu, unasema wewe sijui unaishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu. Ndugu zangu watakuchukia. Hawatakupenda. Hautapendwa. Yaani ukiwa umenyooka, mimi nimegongelea katika ulimwengu wa sasa ambao umeharibika sana, hautapendwa kabisa. Na ukisoma Mithali 29:27, Biblia inasema mwenye haki ni chukizo kwa waovu. Unapokuwa ni mwenye haki, waovu hawakupendi kabisa. Kwa hiyo jambo la 5 ni ukiwa mwadilifu katikati ya waovu, imekula kwako. Yaani unajikuta tu unachukiwa, bosi akupi zile per diem. Upewi. Akupandishi cheo. Upandishi. Kwa sababu tu unaficha unafichua uovu, kwa ajili ya maslahi ya watu wengi. Kwa mfano bosi mwenyewe ni muovu, anakula rushwa. Anaweza akatamani kumpandisha mtu ambaye atapitisha ule uovu wake. Akikupandisha wewe, maana yake utakuwa kauzibe. Ndio. Hautaweza kukubali anachokifanya. Kwa kwanza hatataka uwepo hata ofisini. Ni kweli. Yes, kwa hiyo yes. Kwa maana hiyo kwamba kuna kanamu. Hapo. Sasa kwa sababu kutokana na muda wetu unazidi kusonga mbele, sasa tumepata mambo hayo yote 5 ambayo mtu anaweza kumfanya tu achukiwe bila sababu. Mambo yote yanafanyika na binadamu. Sasa nawezaje nikaishi nao hawa watu, kwa maana kwamba labda mbinu gani nitumie ili niweze kuishi nao au niendane nao? Kama nilivyotangulia hapo mwanzo kusema, binadamu hawezi kupendwa na kila mtu. Ndio. Hata wewe hapo hauwezi kupendwa na kila mtu. Hauwezi kupendwa na kila mtu. Sio mtu. Sasa Mwalimu Samson. Ndio. Sasa kabla hujaenda kutupa nondo ambazo tutaishi nazo kwa wiki ambayo linafuata, sasa kuna wewe anasema hivi, kaka yangu anapenda kuiba wake za watu. Nilimwambia ukweli, tuongei hadi leo. Juzi alikamatwa na mke wa mtu. Nipo Mpanga Mufini. Lakini kwa huyu jamaa ambaye kaka yake amekamatwa na mke wa mtu, au anapenda anachukua wake wa watu, swala ambalo amelifanya kusema ukweli, mimi nafikiri ni dawa. Yeye tayari kashashtua ule mzigo. Si ndio mwalimu? Na ukweli umethibitika. Ndio. Unajua unaposema ukweli ni nzuri sana. Biblia inasema kweli itawaweka huru. Unapokuwa ni bora useme ukweli uchukiwe, lakini wewe umesema ukweli. Sasa swali lilikuwa limekuja kwamba tunaishi nao vipi hawa watu wanaotuchukia. Mimi leo Juli niende nikaanze mfumo mpya
Kwanzia kwa sababu tupo Jumamosi. Kwa hiyo mfumo unaanza kuanzia leo, kuanzia kesho Jumapili na kuendelea. Tupe nondo hizo. Ili uweze kuishi nao vizuri hawa watu. Mimi nachukua notebook hapa naandika. Ili uweze kuishi nao vizuri hawa watu. Narudia tena. Ili uweze kuishi nao vizuri hawa watu. Tambua kwamba hautapendwa na watu wote. Yes. Hilo la kwanza kwamba mimi ni binadamu, kwenye maisha siwezi kupendwa na kila mtu. Usife kwa stress kwa sababu eti nani hakupendi. Okay. Yaani hiyo utaishi naye vizuri. Kuna mwanasaikolojia mmoja ambaye alizaliwa mwaka 1902 na akafariki mwaka 1987. Anatokea Marekani. Huyu mwanasaikolojia anaitwa Carl Rogers. Huyu Carl Rogers yeye alikuwa anapenda kufundisha na kusema kwamba unapaswa kuishi uhalisia wako mwenyewe badala ya kufuata na kubadilika, au badala ya kufuata na kubadilika na kutamani kwamba upendwe na kila mtu. Yani alikuwa anasisitiza kwamba usitamani upendwe na kila mtu katika dunia hii. Yes. Kwa sababu utajitahidi kufanya kitu fulani ili umfurahishe huyu, lakini tunatofautiana kimtazamo. Unapofanya hivi kumbe unamchukiza huyu. Unavyofikiria wewe kwamba ni jambo jema, kumbe kuna mwingine linamuudhi. Kwa hiyo ni vizuri uishi uhalisia wako. Usife kwa stress. Jambo lingine? Jambo lingine ni kwamba jitahidi tu kusimama katika kutenda mambo yaliyo mema. Hata kama watu watakuchukia, wewe simamia haki. Kwa sababu kuna namna mbili mtu anaweza akachukiwa. Anachukiwa pasipo na sababu, lakini wakati mwingine mtu anaweza akachukiwa kwa sababu ya tabia zake mwenyewe, majanga yake. Sasa hapa tulikuwa tunazungumzia kwamba unachukiwa bila kosa. Kama unachukiwa bila kosa, wewe endelea tu kusimama kwenye haki. Na mwisho wa siku wasiokuelewa leo watakuelewa kesho. Sawa. Sasa Mwalimu Samson Frederick, tumezungumza mengi, umetupa muda wako, tumeuchukua, tumepokea madini mengi ambayo na mimi naanza kuyaishi kuanzia leo usiku na kuendelea. Kuna mtu anatamani awe anakupata mara kwa mara, kwa maana kwamba sasa kuwasiliana wewe au kupata madini zaidi, kama una YouTube channel au una Instagram, una WhatsApp channel, vyovyote, au kama una nambari ya simu ambayo unaweza kaitoa ambayo inakuwa ni mahususi kwa wewe kuwashauri watu kupitia masuala ya kisaikolojia, mambo ya kijamii, biashara na kadhalika. Huu ndo muda wako sasa ukijimwaya kabla hujamaliza. Ndio. Asante sana. Kama nilivyowaambia, mimi naitwa Samson Frederick. Ninapatikana pia kwenye YouTube yangu. Nina YouTube channel, ukiandika Samson Frederick utaona mafundisho mengi sana na kuja pale yanayohusiana na mahusiano, kukuza uchumi wako, mambo mbalimbali. Lakini pia ninapatikana kwa namba za simu 0625 92 55 19. Namba nyingine kabisa. Namba nyingine ni 07 17 30 9193. Bana, tulikuwepo na Mwalimu Frederick hapa ndani. Samson Frederick. Samson Frederick. Okay, sawa. Kwa sababu ni mara ya kwanza, lakini nitaendelea. Anaitwa Samson Frederick bwana. Kuna cha mara ya kwanza. Lakini wanasema ulimi hauna mfupa. Mfupa hauna ulimi bwana. Tunashukuru sana kwa muda wako Mwalimu. Asante sana. Na imani tutakuwa na wewe mara kwa mara pale tutakapokuwa tuna uhitaji wa kupata madini kutoka kwako. Asante sana. Na wewe usisite pia kutupa madini, kwa sababu hapa ni 107.3 Fahari ya Iringa. Tulipa mwinga. Sasa tuko sako kwa bako na wewe. Sasa Kiswahili hicho. Haya, asante sana, uwe na jioni njema na Jumapili iliyo njema kabisa. Leo ni Jumamosi leo. Wewe. Kesho. Jioni njema na Jumapili. Asante. Amina. Mbele ya muda. Uwe mbele ya muda. Mimi niko mbele, niko masaa ya mbele. Usianze kunichukia. Mimi sikuchukia. Kwa madini niliyopata leo mimi naanza kuchukia rafiki yangu.
Si tuondoke kwa sababu mimi na wewe hatuna matata. Mimi naitwa Juliana Mwavile. Mimi naitwa Humphrey Komba. Tulikuwa na Mwalimu Samson hapa ndani, tumezungumzia mambo mengi. Hasa tumezungumzia mambo 5 ambayo yanafanya mtu uchukiwe pasi na sababu. Lakini pia tumeangalia namna ya kuishi na watu wa namna hiyo. Ijapo tumeenda kwa ufupi sana kulingana na muda wetu umetutupa, tunatakiwa kupisha majukumu mengine yaweze kuendelea. Uwe na wakati mwema, panapo majaliwa Jumamosi ijayo tutakuwepo hapa ndani. Hakuna matata, tuondoke zetu.